Wahehe ni kabila la watu kutokea nchini Tanzania, kabila ambalo linaishi kiasili katika wilaya za mkoa wa Iringa, yaani Iringa mjini, Iringa vijijini, Kiroro na Mafinga, lakini pia sehemu nyingine hasa katika wilaya ya Mpwapwa katika mkoa wa Dodoma, vile wanapatikana katika mkoa wa Njombe kwa sasa. Shina la Wahehe linaanzia kwa mtu aliyeitwa Mfwimi, yaani mwindaji, ambaye mababu anasimulia kwamba alitokea nchini Ethiopia. Mfwimi alipita kiwinda kutoka Ethiopia, Kenya kabla ya kuingia Tanganyika na kujikuta yupo Usagara, na hatimaye alifika eneo la Nguluhe Dabaga akipita Ikombaguru katika hima ya Chifu Mwamududa ambaye alikuwa kitawala kabila la Wakombaguru lililokuwa na watu wachache. Wengi walimfananisha Mfwimi na mtu wa kabila la Kamba kutokea nchini Kenya kutokana na umbile lake kubwa. Wakati huo eneo ambalo sasa linaitwa Iringa lilikuwa na makabila mbalimbali, wakiwemo Wahafiwa kutoka katika bonde la Milima Welu, Luvango, Utinde, Luguru, Makongati, Kalenga, Kipagala, Kihesa, Tambalang'ombe, Ibanagosi, Tipingi, Ikolofya, Nyambila, Kibebe na Isanzala. Vanyategeta waliishi Udizungwa, Kitelewasi na Lundamandwe walikuwa hunzi hodari. Vanyakirwa walilowea Mufindi wakitokea Kirwa. Vasavila waliishi milima ya Welu huko Makungu, Kihanga ya sasa, Magubike na Malangali. Vadongwe waliishi kando ya milima Uhambigeto, Ipogoro, Nyabula na Luhota. Mfwimi alikuwa ni mwindaji wa nyati ambaye alichoma nyama yake kwa kupaka chumvi ambayo ilikuwa haifahamiki kwa wakazi wa himaya hiyo. Alimpelekea zawadi ya nyama choma Chifu Mwamududa aliyeipenda mno kwa raza yake. Alipendwa na kukaribishwa na Mwamududa kuishi kwake, lakini akaanzisha mapenzi asili na Semduda, binti wa chifu huyo ambaye alikuwa amewakataa wachumba wengi. Binti huyo akapata ujauzito. Mfwimi akaogopa kwa kuona amefanya kosa kubwa sana kumpa ujauzito binti wa chifu. Jioni moja akamuita Semduda na kumwelezea kwamba yeye anaondoka, lakini akampa maagizo, ikiwa utajifungua mtoto wa kike amuite Mgazagala na akiwa wa kiume amuite Muyinga Mfwimi, maana yake ni mhangaikaji mwindaji. Mfwimi akatoroka kwa hofu ya kuuawa na Mwamududa. Akaendelea kuinda huku na huko hadi Itamba alikouawa na nyati. Hakuna ajuaye lilipo kaburi lake. Kumbe mtawala huyo alifurahi sana kusikia bintiye ana mimba Mfwimi, maana alijua sasa angekubali kuolewa. Kwa bahati nzuri binti huyo alijifungua mtoto wa kiume, hivyo akamuita jina la Muyinga Mfwimi kama alivyokuwa ameelekezwa na Mfwimi mwenyewe. Kijana huyo alipokuwa, kwa vile Chifu Mwamududa hakuwa na mtoto wa kiume, akaamua kukabidhi utawala wake kwa mjukuu ambaye ni Muyinga Mfwimi aliyekuwa hodari wa vita. Muyinga Mfwimi akaanza kutawala, akazaa watoto watatu wa kiume ambao ndio hadi leo wanajulikana kama ukoo kutoka kabila la Wahehe, nao walikuwa ni Maliga, Nyenza na Mpondwa. Mtu wa Maliga naye akazaa watoto watano wa kiume ambao ni Kitova, Mudegela, Mgayavanyi, mwingine aliitwa Mkini na Kigwa Mumembe. Inaelezwa kwamba katika watoto hao alisema kwamba Kitova yeye atakuwa tabibu, yaani mganga wa tiba asilia, na Mudegela atakuwa mtawala. Kwa maana hiyo Kitova alikuwa kitibu maradhi mbalimbali, lakini hasa majeruhi wa vita, na kizazi chake ndicho kilichoendelea kutibu mifupa katika kijiji cha Imeji mpaka sasa. Mudegela Maliga yeye aliwazaa Lalika, Kalongole, Mbelevele, Wisiko, Kipaule, Mkanumkole, Lusoko na Mwakisonga. Hata hivyo uchifu wake ulikwenda kwa mwanae wa tano ambaye ni mtu wa Kilonge. Kilonge Mudegela alimuoa Maumba Sekindole aliyemzalia Ngaona na Lupembe na Munyigumba, lakini pia akamuoa Sekindole mwingine aliyemzalia Gunyigutaalamu. Mke wa tatu aliyeitwa pia Sekindole aliwazaa Magidanga, Mhalwike, Mupoma, Magoyo na Magoha Ganzali. Kilonge alipofariki dunia akazikwa katika eneo ambalo sasa ni kijiji cha Lupembe Iwasenga, maana yake pembe ya ng'ombe, ambapo kaburi lake lilikuwa na pembe mbili za tembo, ingawa pembe zile ziliibiwa na tunaambiwa kwamba walioiba wote walikufa uko mzima. Utawala una mambo yake, wakati mwingine unatumia njia halali na haramu ili kuhudumisha. Malugala anasema Munyigumba ambaye ni mtoto wa pili wa mtu wa Kilonge alihisi kwamba angeweza kukosa uchifu kwa kumhofia kaka yake Ngaona na Lupembe. Kwa hivyo akafanya hila na kumua kaka yake Ngaona na Lupembe ili yeye tu atawale, halafu akamchukua Sekinyaga, mke wa marehemu kaka yake, kuwa mkewe. Lakini wakati anamchukua, kumbe tayari Sekinyaga alikuwa mjamzito. Baada ya mtoto kuzaliwa ambaye alikuwa ni wa kiume,
Mama Sekinyaga akamwita Malangalila Gamoto. Pengine alifanya hivyo kwa maelekezo ya marehemu mumewe aliyeitwa Ngaona na Lupembe. Kwa hiyo Malangalila si mtoto wa Munyigumba bali wa kaka yake, ingawa yeye ndiye aliyemlea. Yapata kusimuliwa kwamba ugomvi ulitokea baada ya mama huyo kujifungua, ambapo alimwambia Munyigumba kwamba huyo si mtoto wake. Hapo inaelezwa kwamba Munyigumba alikasirika sana na kuamua kumfukuza Sekinyanga na mwanawe. Inaelezwa kwamba alipomfukuza, Sekinyanga akaelekea katika maeneo ya Sadan, lakini baadaye Munyigumba akajirudi kwa kuhisi angepata aibu, hivyo ikabidi amrudishe. Sasa wafuasi wake aliwatuma wakamchukua huyo mama wakaenda kumua huko Sadan. Hata hivyo kaburi lake halijulikani liliko. Wao wakarudi na mtoto Malangalila Gamoto. Kwa maana hivyo inapata kuelezewa kwamba Malangalila na Mkwawa ni mtu na mdogo wake kasoro baba zao. Munyigumba alikuwa na wake watano: Sengimba, Sendale, Sekinyaga aliyekuwa mke wa kaka yake, Sembame na Sengimba mdogo. Sengimba mkubwa aliwazaa Kilemaganga, Mkwawa, Mpangire, Mulimbila na Uyolitwe. Sendale alimzaa Mgungihaka. Sengimba mdogo alimzaa Msegele, Kilengamagala. Sekinyanga alimzaa Malangalila Gamoto kwa mumewe aliyeitwa Ngaona na Lupembe, na Sembame alimzaa Mpugumoto. Utawala wa Munyigumba Kilonge Mwamuyinga ulidumu kwa muda wa miaka 19 tangu alipomua kaka yake Ngaona na Lupembe mwaka wa 1860. Mtwa Munyigumba alifariki mwaka wa 1879 katika kijiji cha Lungemba akiwa amefanikiwa kuziunganisha koo zaidi ya 100 ambazo baadaye ndizo ambazo zilikuja kuzaa kabila ambalo linafahamika kama kabila la Wahehe. Wakati Munyigumba anafariki, Mtwa Mkwawa ambaye ni mtoto wake wa kwanza alikuwa na umri wa miaka 24. Kutokana na umri mdogo wa Mkwawa ikabidi asikabidhiwe kwanza uchifu kwa wakati huo, hivyo ukoo ukamteua mdogo wake Munyigumba, Mtwa Mhwaluke aliyezaliwa na mke wake wa tatu Mtwa Kilonge, Mama Sekindole. Hata hivyo muda mfupi baada ya Mtwa Munyigumba kufariki na kutawaza kwa Mhwaluke, utawala huo ukapinduliwa na mmoja wa wafuasi wake na pia mkewe aliyekuwa amemua binti yake. Mtu huyo Mwamubambe Mwalunyungu alikuwa anatokea eneo la Wasa, na enzi za utawala wa Munyigumba ndiye hasa aliyekuwa akitumiwa kazi ndogo ndogo kiasi cha kupendwa na hatimaye akapewa binti wa chifu. Nchi hii nitaichukua mimi mwenyewe, anasimulia Malugala Mwamuyinga, mjukuu wa Msegele Kilekamagana ambaye ni mtoto wake Mkwawa. Mwamuyinga anasema Mwamubambe alimvamia Mhaluke kichakani, akampiga na kumchinja katika eneo hilo la Lungemba. Alipomaliza kazi yake hiyo haramu, akaenda mahali ambako watu walikuwa wanakunywa pombe na kusema, nchi ni yangu, kama mnabisha nendeni kule kwenye miti mkamtazame Mhaluke. Walipokwenda huko wakakuta maiti ya Mhaluke ikiwa imechinjwa kama kuku. Wakati huo Mtwa Mkwawa alikuwa bado mdogo sana kupewa madaraka, na kwa vile tayari Mwamubambe alikuwa ameupindua utawala, wakahisi Mtwa Mkwawa angeweza kuuawa kwa sababu ndiye mtoto mkubwa wa Mwamuyinga na ndiye hasa aliyetarajiwa kutawala. Hivyo ikabidi wamkimbize kwenda kumficha Dodoma kwa Mtemi Mazengo wa Wagogo. Hii ndio sababu Wagogo wanawaita Wahehe wajomba zao na wanaheshimiana mno. Hii ni HMG Africa na hii ni historia ya kabila la Wahehe katika sehemu ya kwanza. Usikose mwendelezo wa kabila hili la Wahehe katika sehemu ya pili ndani ya HMG Africa. Baki tu Wahehe Movement.